Hello students and welcome again to Study Palm. As usual sisi tuko hapa tunazidi kuendelea na topic yetu hii hapa ya algebra, okay? Algebra. Okay. Sasa leo tunaenda kuangalia factorization. Factorization by what? By inspection. Na hizi njia, katika njia zote ambazo zitapendwa sana ni hii by inspection, si ndio? By inspection ni rahisi kuliko zote. Nafanya factorization by what? By inspection. Una aina hii inaga solution ndefu hii. Kwa mfano, example. Mimi utakwenda kwa example nyingi. Example. Tumepewa m square plus 2m. Tunatumia hizi herufi sije kwa unazoea tu kwamba ni x na y tu kila siku. Sasa kufanya factorization by sababu nishaongea mara nyingi. Factorization tunapeleka namba ile equation kwenye mfumo wa mabano. Na haya maswali kwenye mtihani anaweza akakwambia kama fanya factorization kwa kutumia njia fulani. Ila kama hajakwambia tumia njia fulani, wewe ndio utamwambia kwamba nafanya hii unaandika, narudia tena, unaandika kwenye mtihani kwamba I'm doing unaandika unaandika pale factorization by which method utaandika. Mimi nafanya, utaandika wewe, unachagua kwamba factorization by splitting the middle term, factorization by inspection, utaandika wewe, ndio utakuwa unajichagulia mwenyewe, lakini lazima uandikie kwamba unatumia njia gani. Sasa hii hapa njia inaitwa by inspection. Sasa tunasema solution. A yake ni ngapi? Ni 1, B ni 2, C ni ngapi? -15, si ndio? Sasa hii njia ilivyo rahisi inakwambia fanya hivi. Andika kabisa mabano yake. Andika kabisa kwamba m square plus 2m minus 15 ni sawa sawa na mabano. Inakwambia andika kabisa mabano mawili kabisa. Mabano. Alafu kila mabano mwanzoni weka herufi hii ambayo iko hapa. Inakwambia ndo njia yake. Alafu inakwambia hapa, tuje hapa tuulizani hapa. Kwamba tupate ile kama vile tulivyofanya kule kupata AC. Sasa hii inaga solution. Kwa hiyo ni vitu vya kichwani au kwenye rafu. Kwamba AC yake ni ngapi? AC ni una consider hii namba ya mwishoni hapa. Namba unaoja ni ngapi? Constant term. Hiyo consider AC, sorry. Una consider hii namba ya mwishoni hapa ambayo ni -15. Sasa hii namba ya mwishoni hapa inabidi upate majibu ambayo ukiyajumlisha, ukiyazidisha atakupa hii. Alafu wewe ukiyajumlisha anakupa hii, ukizidisha hapa anaanza kujichanganya. Au majibu ukijumlisha inabidi akupe B, ukizidisha yakupe hii kitu hapa. B ni ngapi? B ni 2. Ngapi mara ngapi ambazo ukapata jibu 2, ambalo lakini hizo namba ukizidisha unapata jibu ngapi? Jibu hili. Ni na ngapi mara ngapi? 15, kwani ni product ya ngapi na ngapi? Ni product ya 3 mara 5. Kama hizo namba ukizidisha, ukiweka moja negative utapata hii. Lakini ukijumlisha unapata jibu lingine ni ngapi? Ni 2. Si ndivyo jamani? Mbona ni rahisi tu. Wewe cheza na hizi namba, cheza na hii namba constant na hii B. Kwamba ukizidisha hiyo constant ikupe jibu hili 15. Ukijumlisha ikupe jibu hili. Kwa namba mara ngapi ukizidisha unapata 15. Ni hii tu. Zaidi ya yote ni 15 mara 1. Ambao ukijumlisha hii uwezo kupata 2 hata kwa log. Kwa hiyo inakuwa imekufa direct. Kwa hiyo ukiweka hapo maana itakuwa hizi namba ukishazipata hapo, unakuja unazipachika hapa. Unapachika hapa. Basi inakuwa ndio umeshamaliza hivyo, umeshasolve. Hili ndio jibu hili. Kwa ni sawa sana kuchukua m minus 3 alafu m plus 5. Ukitaka kuhakikisha kama umepata
zidisha hichi kitu kije kukulete huku. Ukikosa ukikuta tu akije ujue umekosa. Haya, ngoja tu solve maswali mengine tu. Hawaja ya wake up. Hawaja ya wake up. Wewe tuangalia hapa swali lingine hapa. Example 2. Kwambia ni x square plus 9x plus 18. Solution yake ikoje? Anakwambia weka mabano kabisa 9x plus 18. Weka mabano kabisa. Hiyo ni by nini? By inspection. Kwamba mabano saizi ni x, sio kaweka tena m kila sehemu. Mabano saizi ukutaweka x. Uangalie herufi ambayo atakuwa amekupatia ndio iweke huko ndani ya mabano. Alafu hapa alama usiweke kwamba ni jumlisha wala kutoa usiweke. Hii ndio itatuambia kwamba 18. Hii ni kwambia inaga njia, sio kwanza kuandika maesi sio manini. Au unaweza kaandika sababu hii hesabu yenyewe si haina shida, si ni kitu ambacho ni cha uhalisia kwamba c is equal to 18. So inabidi nipate product ambayo nikizidisha napata 18. Ni ngapi? Nikizidisha 6 mara 3, nikizidisha 9 mara 2. Hamna product nyingine, nikifanya ndapata 18. Lakini hizi namba nikijumlisha inabidi nipate 9. Ni ipi? Ni hii hapa. Nikijumlisha hii 3 mara 6 ndapata ngapi? 9. Nikizidisha ndapata 18. Kwa hiyo cheza na hii ya mwisho hii. Ya mwisho tu ndo cheza nayo. Kwamba ngapi mara ngapi nikizidisha napata hii namba niliyopewa. Utaipata hapo. Ni 9 mara 6 mara 3 na 9 mara 2. Sasa hizo namba ambazo mbili hizo nikizizidisha nije nizijumlishe nipate jibu hili hapa. Ni ipi? Ni 6 na 9 na 6 na 3. Nikizijumlisha ndo napata 9. Kwa hiyo mwingine huyo namtoa. Sasa unazichukua hizo namba hizo kama zilivyo hivyo zipachike hapa. Kama zilivyo zipachike hapa. Kwa jibu ni x plus 6 x plus 3. Ni hivyo tu, by expression ni njia rahisi zaidi. Thank you for watching and have a nice time. Tukutane kwenye kipindi kijacho ambapo tutaenda kuangalia factorization by using the difference of two square.